Nchini Sudan bado hali si shwari, kuna shuhudiwa maelfu ya watu wakihangaika kweli kweli. Sudan ni taifa changa zaidi barani Afrika, lakini pia ni moja ya mataifa yanayokumbwa na changamoto nyingi zaidi. Tangu kupata uhuru wake mwaka 2011, matumaini ya wananchi wake yalikuwa makubwa, matumaini ya amani, maendeleo na maisha bora. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye, ndoto hiyo bado haijatimia kikamilifu. Hali ya Sudan Kusini kwa sasa imeendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku mgawanyiko wa migogoro ya kisiasa, vurugu za kijeshi na hata janga la kibinadamu ukiendelea kuathiri maisha ya mamilioni ya watu. Kwa sasa maeneo mengi ya Sudan Kusini bado yanakabiliwa na ukosefu wa usalama, mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, migogoro ya kikabila, vurugu zinazochochewa na siasa zimeendelea kusababisha hofu na machungu kwa wananchi wengi. Ingawa makubaliano ya amani yalitiliwa saini miaka iliyopita, utekelezaji wake umekuwa unasuasua kadri siku zinavyozidi kwenda. Hali ambayo imeacha mianya ya vurugu kuendelea kujitokeza kwa maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Wananchi wa kawaida ndio ambao wamekuwa waathirika wakuu wa hali hii. Katika vijiji, katika miji midogo, watu wengi wameacha shughuli zao za kila siku kama vile kilimo, ufugaji, biashara ndogo ndogo kwa sababu ya hofu ya mashambulizi. Familia zimekuwa zikilazimika kukimbia makazi yao usiku wa manane, wakichukua walichoweza kubeba, huku wakiacha nyuma mashamba, mifugo na nyumba zao pia. Kwa wingi, kukimbia kumekuwa sehemu ya maisha ya kawaida kabisa kwao. Katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, hususan yale ya vijijini, wanawake na watoto wameendelea kubeba mizigo mikubwa ya mgogoro huu ambao unaendelea. Watoto wengi hawajaweza kwenda shule kwa miaka kadhaa, ama kwa sababu shule zimeharibiwa vibaya, au walimu wamekimbia, au familia zimekuwa zikihamahama mara kwa mara. Wasichana wako katika hatari ya ndoa za utotoni, unyanyasaji wa kijinsia na hata kazi ngumu za majumbani, huku wakinyimwa haki yao ya kupata elimu. Hali ya kibinadamu nchini Sudan Kusini kwa sasa ni mbaya zaidi duniani. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Ukosefu wa usalama umeathiri uzalishaji wa chakula, kwani wakulima hawawezi tena kulima mashamba yao kwa uhuru. Mafuriko ya mara kwa mara katika baadhi ya maeneo yameharibu mashamba, mifugo na hata kufanya hali kuwa ngumu zaidi. Kwa wananchi wengi, mlo mmoja kwa siku umekuwa bahati kabisa. Kwa wengine, hata huo mlo mmoja haupatikani kabisa. Huduma za afya nazo zipo katika hali mbaya. Hospitali na hata vituo vya afya zina uhaba wa dawa, vifaa tiba na hata wahudumu. Wanawake wajawazito, watoto wachanga na wagonjwa wa magonjwa sugu wako katika hatari kubwa kabisa. Magonjwa yanayozuilika kama vile malaria, kipindupindu na utapiamlo yameendelea kusababisha vifo, hasa katika maeneo ya mbali na miji mikubwa. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameendelea kufanya kazi kwa bidii sana, lakini yanakabiliwa na changamoto nyingi. Ukosefu wa usalama, barabara mbovu, vizuizi vya kiutawala vimekuwa vikizuia misaada kufika kwa wahitaji kwa wakati. Wakati mwingine wahudumu wa misaada wenyewe wamekuwa wakilengwa na kutishiwa, jambo linalowalazimu kusitisha shughuli zao kwa muda. Siasa Sudan Kusini bado inapitia kipindi kigumu cha mpito. Migogoro ya madaraka, kutokuaminiana kati ya viongozi, kucheleweshwa kwa mageuzi muhimu kama vile katiba mpya na uchaguzi vimeendelea kuongeza mvutano mkubwa. Wananchi wengi wameanza kupoteza imani na wanasiasa wao, wakihisi kwamba sauti zao hazisikiki na mahitaji yao hayapewi kipaumbele. Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa wameendelea kutoa onyo kuhusu hali hiyo, na wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kulinda raia, kuheshimu haki za binadamu na hata kutekeleza kikamilifu makubaliano ya amani. Vile vile wamehimiza pande zote zinazohusika katika migogoro kuweka kando tofauti zao, kuangalia mustakabali wa taifa kwa ujumla. Licha ya hali hii kuwa ngumu, bado chembe za matumaini miongoni mwa wananchi wa Sudan Kusini zipo katika baadhi ya maeneo. Jamii zimejaribu kuanzisha mazungumzo ya amani ya ndani,
zikilenga kupunguza migogoro ya kikabila, kurejesha mshikamano. Viongozi wa kidini, wazee wa kimila na wanaharakati wa amani wamekuwa mstari wa mbele kuhimiza maridhiano na hata kuishi kwa amani zaidi. Kwa ujumla, hali ya Sudan Kusini kwa sasa ni kioo ambacho kinaonyesha changamoto za taifa linalojitafuta. Ni hali inayohitaji uongozi thabiti, mshikamano wa kitaifa, msaada endelevu wa jumuiya ya kimataifa, na zaidi ya yote inahitaji dhamira ya kweli ya kuweka maisha na utu wa raia mbele kwa maslahi ya kisiasa na hata kijeshi. Wakati hayo yote yakiendelea, 2026 kwa mwezi huu Januari, hali ya Sudan imebaki kuwa katika hatari na yenye changamoto kubwa kwa wananchi pamoja na uongozi wa taifa hilo. Hali hii ambayo bado ina machungu ya vita vya zamani na hata makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yanayokolea. Hii imegubikwa na migogoro ya kisiasa, vurugu na hata mzozo wa kibinadamu unaoendelea kuathiri maisha ya mamilioni ya watu. Katika maeneo ya jimbo la Jonglei, mapigano yameongezeka zaidi na maelfu ya raia wamezuiliwa na hata kulazimika kukimbia makazi yao. Ripoti mpya inaonyesha kwamba zaidi ya wakazi 180,000 wamehama kutoka maeneo yao kutokana na vita na hata mashambulizi, huku raia wengi wakikimbilia misituni, mabondeni. Hii yote ni kutafuta tu usalama. Vurugu na mashambulizi ya raia yameacha nyumba zilizokatwa, vituo vya afya vilivyoharibiwa na huduma muhimu kufikiwa kwa ugumu zaidi. Changamoto ya maisha ya kila siku kwa wananchi imezidi kuongezeka. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba zaidi ya milioni 7.5 ya watu wanakabiliwa na njaa kali, hali mbaya ya maisha na hata lishe duni kweli Sudan Kusini. Kwa mtiririko huu wa matukio, viongozi wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada yameendelea kutoa onyo kali juu ya jinsi hali inavyoendelea kuwa mbaya zaidi, na wameongeza msaada na hata wito kwa pande zote mbili kushirikiana kuleta amani ya kudumu, kulinda raia wasio na hatia na kuruhusu ufikiwaji wa misaada ya dharura kwa wale walio hatarini zaidi.